Tazama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema. Wakati wote anaendelea kutupenda, anaendelea kutuokoa, anaendelea kutusafisha. Sio tu kutuokoa kwa maana ya kutoka kwenye matatizo yetu, lakini katika mafundisho ambayo kwa hakika yameendelea kuchafua akili zetu na kuendelea kuharibu nafsi zetu. Niwakaribishe katika mwendelezo huu wa masomo ya uumbaji au uibukaji sura halisi. Na somo linalofuata nimelipatia kichwa kinachosema sheria za vinasaba. Sheria za vinasaba. Tunapokwenda kujifunza somo hili ambalo lipo kisayansi zaidi, na tunapokwenda kutazama namna ambavyo sayansi imeendelea kushuhudia maandiko, tumkaribishe Roho Mtakatifu ambaye anakwenda kutusaidia kuelewa kile ambacho sayansi pamoja na Biblia inasema kwa pamoja. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunarudisha sifa na utukufu kwako. Tunakushukuru kwa neema na rehema ambazo umeendelea kutupatia ya kujifunza neno lako. Katuongoze sasa, katulinde katika jina la Yesu. Amina. Katika maandiko matakatifu, kitabu cha Zaburi 92:5 tunasoma, E Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Na tumejifunza ya kwamba yupo Mungu mmoja tu ambaye ni Kristo Yesu, ambaye kwa hakika ni yeye pekee ambaye anafunua mafumbo ambayo ulimwengu unasema ni mafumbo makubwa. Kwa wakati dunia inasema kuna mafumbo, Kristo Yesu anatuambia yeye ndiye mfunuaji wa mafumbo. Na moja ya fumbo ambao tuliliona katika somo lililopita ni swala zima la kuwako kwa viumbe wenye mionekano tofauti. Tukajifunza kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu hapo mwanzo kuwa na viumbe kwa maana ya kuanzia ndege, wanyama wa kawaida, lakini hata mimea yenye mionekano ina mivuto tofauti tofauti. Maana katika utofauti wao ndipo tunapopata ukamilifu wa uzuri. Na tukajiuliza, je, watu hapo mwanzo walikuwaje? Na tukajifunza kwamba Adam na Hawa walikuwa na muonekano wa aina moja. Na swali ambalo tumeendelea kulichunguza hata sasa katika kipindi hiki ni kwamba, je, kwa binadamu mpango huo ulikuwa vivyo hivyo kama ilivyokuwa katika kitabu cha asili, yani katika mazingira yanayotuzunguka, nikimaanisha mimea pamoja na wanyama na ndege? Sikia, katika kitabu kinaitwa Darkness Before Dawn, ukurasa wa 9, Ellen White aliwahi kuandika na kusema, laiti kama watu wangelichunguza maandiko na kumwelewa Mungu na kazi aliyoifanya pamoja na mpango wake, wangeliuona utukufu wake, nguvu zake na uweza wa Yehova kiundani, wakijiona jinsi walivyo wadhaifu na wadogo wakilinganishwa na kile ambacho wamefunuliwa wao pamoja na watoto wao. Kwa hiyo Ellen White anaendelea kusisitiza watu waendelee kujifunza neno la Mungu na kuangalia ushahidi kutoka katika vitu vya asili ambao unashuhudia kile ambacho neno la Mungu unakisema. Na right, kama watu wangelikuwa wanajifunza neno la Mungu kwa unyenyekevu na kuacha kuangalia nadharia za watu wa ulimwengu, bila shaka matatizo kama ya ubaguzi wa rangi yasingelipata kuwako. Katika gazeti la Review and Herald la mwaka 1895 tunasoma, Kristo alikufa kwa ajili ya watu weusi kama vile alivyokufa kwa ajili ya watu weupe. Kwa njia ya imani katika Kristo, watu weusi wanaweza kufikia uzima wa milele sawa na watu weupe. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia nini maandiko matakatifu yanakisema kuhusiana na mionekano yetu. Na moja ya maswali ambayo tumepata kujiuliza, kama ambavyo tovuti ya God Question inavyosema, je, mwanzo wa watu wa rangi tofauti ulitokea wapi? Katika sehemu ya kwanza somo kama hili ambalo limepita, tuliona kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu kwa viumbe kuwa na mionekano tofauti. Je, watu nao ulikuwa ni mpango wa Mungu kwao kuwa na mionekano tofauti? Kitu ambacho tunakwenda kukitazama kiundani
katika somo hili la leo. Katika kitabu kinaitwa Beginning of the End, ukurasa 47 tunasoma, sayansi ya kweli huwa na makubaliano na maandiko na mafunuo matakatifu ya Biblia. Elimu ya kweli siku zote hutupelekea katika utii wa serikali ya Mungu. Sayansi hufungua miujiza mipya katika akili na utashi wetu. Hutupelekea kufanya uchunguzi kwa undani na kutazama mambo kiumakini, na katika mavumbuzi yote tunarejezwa kwa ufunuo mtakatifu. Kitabu cha mambo ya asili kimeandikwa kwa ajili ya kutoa nuru kuu. Kwa lugha nyingine, Ellen White anajaribu kuelezea kile ambacho amekielezea katika masomo yaliyopita, ya kwamba maandiko matakatifu hayapingani na sayansi ya kweli, na ukikutana na sayansi inapingana na kile ambacho maandiko yanasema, hiyo siyo sayansi ya kweli. Na moja ya vitu vinavyoitwa sayansi leo vinavyopingana na maandiko matakatifu ni kile tunachokiita nadharia ya uibukaji, ambao ni chanzo cha matatizo ya ubaguzi wa rangi ulimwenguni leo. Sikia, katika kitabu cha Patriarchy and Prophecy ukurasa wa 52 tunasoma, kila kitu kipo chini ya sheria maalum ambazo hazipaswi kuvunjwa. Mazingira na vyote vilivyomo vinaongozwa na sheria ya asili. Kwa Ellen White anatuambia Mungu ameweka vyote katika sheria, katika mwongozo, katika utaratibu maalum ambao kwa huo unapelekea vitu viwe vile vilivyo. Kwa hiyo kwa nini ardhi inabadilika rangi? Kwa nini mimea inakuwa na rangi tofauti? Kwa nini wanyama wanakuwa na rangi tofauti? Kwa sababu ya utaratibu au sheria au kanuni ambazo Mungu ameziweka ndani ya vitu hivi vya asili. Galileo Galilei aliwahi kusema maneno yafuatayo. Anasema hivi: sheria za vitu vya asili zimeandikwa kwa chanda cha Mungu kupitia lugha ya mahesabu. Kwa mwanasayansi huyu, yeye alipokuwa anaangalia katika upande wa mahesabu, anapochunguza sheria za asili, anakubaliana ya kwamba kweli kuna sheria ambazo zinaongoza vitu vya asili, na yeye alisema vimewekwa katika mtindo wa mahesabu. Mwanasayansi mwingine anaitwa Lord Kelvin aliwahi kusema, hupaswi kuwa muoga katika kutafakari. Inakupasa kuwa na utashi huru, na ukitafakari sana na kufikiri kwa kina, utalazimika kuamini uwepo wa Mungu ambaye ndiyo msingi wa dini. Utaona wazi ya kuwa sayansi haipingani na uwepo wa Mungu, bali huthibitisha uwepo wake. Huyu anaitwa Lord Kelvin. Mwanasayansi mwingine anaitwa Sir Flemings anasema, kuna ushahidi mwingi wa kutosha katika maandiko matakatifu, yaani Biblia, ingawa imeandikwa na watu, bado sio kazi ya akili ya watu. Kwa watu maelfu imekuwa ikifunuliwa na kuwasilishwa kwetu kutoka kwa muumbaji wa ulimwengu. Kwa hiyo tukitaka kuelewa sheria hizi za asili, science ya asili, science ya vitu vinavyotuzunguka, imetupasa kusoma maandiko matakatifu, kwa sababu hii science ya vitu vya asili haipingani na kile ambacho Biblia inakisema, kama tutakuwa wanyenyekevu na wapole katika kujifunza. Mwanasayansi mwingine anaitwa Matthew Murray anasema, Biblia ni ya kweli na sahihi, na sayansi pia ni ya kweli na sahihi. Hivyo zote zikisomwa kwa uaminifu na kwa uangalifu, hujifunua zenyewe na kuthibitishana zenyewe kwa zenyewe. Ellen White anasema katika kitabu cha Steps to Christ ukurasa 55 kuwa ziko njia nyingi ambazo Mungu huzitumia katika kujifunua kwake kwa watu wake ili wapate kuwasiliana naye. Vitu vya asili huzungumza nasi pasipo kuchoka. In fact, sisi ndo ambao tunaonekana kuchoka, lakini vitu vya asili vimeendelea kutuhubiria na kutufunulia ukweli kila siku inavyozidi kwenda. Sikia, katika kitabu cha Ayubu sura ya 12 mstari wa 8 anasema, au nena na nchi nayo itakufundisha. Nasi tukajifunza katika vitabu mbalimbali vya science kuhusiana na ardhi na namna ambavyo ilipata kuwa, na tukajifunza kwamba kumbe ardhi nayo ina uwezo wa kubadilika rangi. Sikia, katika Wikipedia Encyclopedia tunasoma, rangi ya mchanga haiathiri kwa namna yoyote tabia ya matumizi ya mchanga, walakini huweza kuonyesha muundo wa mchanga na kutoa dalili kwa hali ambayo mchanga unakabiliwa. Udongo unaweza kuwa na kuonyesha rangi anuai ya kijivu, nyeusi, nyeupe, nyekundu, hudhurungi, manjano na hata rangi ya kiwi. Na maneno haya yanaweza kuthibitishwa na Ayubu katika kitabu cha Ayubu sura 38 mstari wa 14 inayosema ya kwamba hubadilika mfano wa udongo chini ya muhuri, vitu vyote hutokea kama vadhi. Lakini pia tukamuona Bradley ambaye pia anakuja anatuthibitishia kitu ambacho natamani ninapokisoma sasa unoti
kitu fulani. Anasema hivi Bradley, udongo waweza kuwa na rangi yoyote, nyeusi, nyekundu, nyeupe, manjano, kahawia na kijivu. Rangi ya udongo huchangiwa na wingi wa virutubisho vya protini vinavyopatikana katika udongo. Naomba hiyo point ikae kichwani, ya kwamba rangi ya udongo inachangiwa na wingi wa protini. Narudia tena, rangi ya udongo inachangiwa na wingi au upungufu of course wa protini ambayo ipo ndani yake. Naomba hilo neno au hayo maneno yakae kichwani tunapokwenda kutazama na kuchunguza kwa nini hivi vitu vinaonekana kuwa na mionekano tofauti, tunapokwenda kuchunguza kile ambacho Biblia inakiita sheria za asili. Sikia, katika kitabu cha Zaburi 119:18 anasema, unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Bradley anasema udongo waweza kuwa na rangi yoyote kama ambavyo tumeweza kusoma, na tumeona kiundani ya kwamba udongo huu ili uweze kuwa na rangi yoyote ambao unapata kuwa lazima protini uwepo ya kutosha. Katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 18 tunasoma, unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza kwa nini mimea, wanyama na ndege na hata samaki wana mionekano ya tofauti. Je, kuna uhusiano gani au kuna linki yoyote kati ya kile ambacho tumekisoma katika sayansi ya udongo na kile ambacho hawa wanyama pamoja na viumbe wengine ambacho kinapelekea wawe na mionekano hii ya tofauti? Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 12 inasema, nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Kwa mujibu wa Biblia, hivi vitu ambavyo vilitoka katika nchi vilichukua asili ya nchi, yani udongo. Kama ambavyo udongo unaweza ukawa na mionekano tofauti, hata vitu vilivyotoka kutoka kwake vikaanza kuwa na mionekano tofauti kwa mujibu wa Biblia. Katika kitabu cha Luka sura 12 mstari 27 Yesu anasema, yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti, nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Tulisoma hili andiko kabla na tumekuja kulisoma sasa ili kuwakumbusha kwamba tunatakiwa tutafakari. Yesu anataka tutafakari, na katika picha inayofuata inajaribu kudhihirisha kile ambacho Kristo anatuambia. Tukitazama maua na bustani hizi 4 tofauti, utaona ni kwa namna gani ambavyo vinavutia na kupendeza. Maandiko yanatuambia zilichukua asili ya kile ambacho kipo katika udongo. Ndicho ambacho maandiko yanatuambia. Swali, kwa nini mimea hii inakuwa na mionekano tofauti kwa mujibu wa science? Mwanzo tumejifunza ya kwamba udongo unabadilika rangi, na maandiko yanathibitisha udongo kweli unaweza kubadilika rangi. Wanasayansi wakatuambia kinachopelekea rangi ibadilike ni protini, wingi au pungufu wa protini. Vipi kuhusu mimea? Wanasayansi wanasema nini kuhusiana na mimea? Kwa nini ina mionekano tofauti? Hii inatupeleka kwa mwanasayansi wa zamani anaitwa Gregory Mendel. Gregory Mendel, kwa mujibu wa historia tunaambiwa, Gregory Mendel muasisi wa elimu ya vinasaba, yani genetic. Mendel alikuwa kasisi wa asili ya Australia ambaye alitoa maisha yake kwa Mungu. Moja ya watu ambao walifanya kazi kwa ajili ya kumuinua Mungu kwa kufunua maarifa mapya kuhusiana na viumbe, ndiye aliyeleta mapinduzi katika kilimo na tiba pamoja na science ya kweli. Kwa hiyo Gregory Mendel ni moja ya watumishi wa Mungu ambao walijitoa katika kufanya kazi ya Mungu, akifuatilia na kusoma vitu vya asili hasa kwa upande wa tiba. Ndicho ambacho historia inatuambia. Lakini kupitia katika kufanya upelelezi kwake katika vitu vya asili, akagundua kitu ambacho yeye mwenyewe hakuweza kuking'amua kwa kipindi hicho. Sikiliza, historia inasema sayansi ya jenetikia ya kisasa ilianzishwa na Gregory Mendel, mtawa wa Kiagustino na mwanasayansi mwenye asili ya Kijerumani ambaye alichunguza hali ya urithi katika mimea. Katika maandishi yake, yani ya majaribio ya uvyayushaji
wa mimea uliowasilishwa katika mwaka 1865 kwa jumuiya ya utafiti wa utafiti kuhusu mimea na viumbe, Mendel alifuatilia ruwaza za urithi za sifa fulani kwa mimea ya njegere na kuelezea kupitia hisabati. Gregor Mendel alipokuwa akifanya upelelezi wake na uchunguzi wake, aliweza kugundua ya kwamba kuna chembechembe zinazopelekea viumbe wanapozaliwa wawe vile walivyo, yani kimuonekano, lakini pia kimaumbile, aidha kwa kufanana au kuto kufanana na wazazi. Ingawa mawazo haya ya urithi yangeweza kuonekana katika sifa kadhaa, kazi ya Mendel ilipendekeza kuwa urithi ulihusisha chembe sikupata na kwamba mawazo ya urithi wa sifa nyingi zinaweza kuelezwa kupitia kanuni na uwiano rahisi. Haya ni maelezo ya kisayansi. Umuhimu wa kazi ya Mendel haukuweza kueleweka vizuri hadi miaka 1890 baada ya kifo chake, wakati ambako wanasayansi wengine wakiwa wanashughulikia mambo kama hayo waligundua upya utafiti wake, na kupitia hawa wanasayansi of course ndipo tunakutana na neno au wanakuja na neno ambalo tunaliita leo vinasaba au genetics. Sikia, historia inasema ya kwamba yupo ambaye alikuja na hili jina la genetics au vinasaba, lakini kimsingi hakuwa muasisi au mgunduzi wa vinasaba, kwa sababu mgunduzi wa vinasaba alikuwa ni Gregor Mendel, ambaye wakati jina hili linakuja alikuwa amekwisha fariki. Katika hii slide hapa nimejaribu kuonyesha kile ambacho Gregor Mendel alikifanya kabla tujakwenda kuangalia muasisi wa jina genetics. Katika hii picha inaonyesha kile ambacho Gregor Mendel alikifanya. Alichukua mbegu mbili za njegere ambazo yeye alizipatia jina Y kubwa na Y ndogo, na akaunganisha chembe zake kisayansi kipindi hiko, na matokeo yakawa kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa Gregor Mendel, matokeo yalikuwa ni kwamba kizalia cha njegere ya kwanza aliyoipata ilikuwa ni 25% njegere ya YY. Kwa hiyo kwa nje ukitazama inaonekana kama njegere ile ya mwanzo, lakini kwa ndani ilikuwa na utofauti. Kwa maana nyingine kuna kitu kilibadilika ndani. Wakati mbegu ya pili ilikuwa ni 50% ya mbegu ya aina ya pili ilikuwa ni Y ndogo na Y kubwa. Kwa hiyo ilikuwa imechukua sifa za njegere zile za mwanzo ambazo alizifanyia utafiti. Lakini 25% nyingine, kwa mujibu wa Gregor Mendel, aligundua ya kwamba njegere nyingine mpya ilipata kutokea ambayo aliita Y ndogo na Y ndogo. Kwa lugha nyingine, Gregor Mendel akagundua kwamba kuna kitu ambacho kinapelekea njegere ziweze kubadilika kimfumo na kimuonekano ndani na nje. Katika kitabu cha Danieli sura 9 mstari wa 2 tunasoma, kwa kuvisoma vitabu na lifahamu. Tuendelee kusoma tujue kuna uhusiano gani kati ya kile ambacho Gregor Mendel alikigundua na wanadamu pamoja na wanyama pamoja na ardhi. Sikia, Wikipedia Encyclopedia inasema, ingawa katika matokeo ya tafiti zake Mendel hakutumia neno jeni au vinasaba, alitumia maneno yaliyoonyesha wazi kuwa vipo vitu vilivyopelekea urithishwaji hasa kimaumbile. Huu ni utafiti wa kisayansi. Sikia, Gregor, historia inaendelea kutuambia kuhusiana na Gregor, neno jeni au vinasaba lilianza kutumiwa kwa mara ya kwanza mwaka 1909 na mtaalamu wa mimea aliyeitwa Johansen, aliyejaribu kuelezea kazi ya msingi ya vitu hivi vinavyopelekea urisishwaji wa sifa na tabia kutoka kizazi hadi kizazi. Ndivyo ambavyo historia inatuambia. Na leo hata katika tovuti ya Umoja wa Mataifa tunasoma nchi zinazotunza vinasaba vya mimea anuai kufadhiliwa msaada wa fedha na taasisi ya kimataifa. Kwa mujibu wa wanasayansi leo wanakubali ya kwamba kuna chembe zinazopelekea mimea iwe na mionekano ambayo tunaiona leo, kwamba ukiona mmea una umbile ambao lina rangi ya kijani alafu juu ua la njano, basi kuna vitu vinavyopelekea mmea huo kuwa hivyo. Ukiona una rangi nyekundu, basi kuna vitu vinavyopelekea mmea huo kuwa hivyo ambavyo ulivyo. Ndivyo ambavyo watafiti wanatueleza. Tunaendelea kusoma. Anasema katika kesi ya njegere ambayo ni species yenye seti mbili za chromosome, kila mmea una aleli ambao ni chembe mbili za kila jeni ambazo ni aleli of course. Anasema aleli chembe moja iliyorithiwa kutoka kwa kila mzazi. Species nyingi ikiwa ni pamoja na binadamu zina muundo huo
wa urithi. Ndivyo ambavyo wanasayansi wanatuambia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunafunuliwa kwamba kumbe Gregor Mendel alivyokuwa amechagua kufanya upelelezi wa specifically njegere, alikuwa ni Roho wa Mungu anaendelea kumfunulia kile ambacho kinatokea sio ndani tu ya njegere, lakini pia hata kwa viumbe, hata kwa wanadamu. Ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anafanya kazi na watu wake. Tunaelezwa katika kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari 25 kuwa nikageuka na moyo wangu likazwa katika kujua na kupeleleza na kutafuta hekima na maana ya mambo yaliyoko. Kama ambavyo Gregor Mendel aliweza kufanya upelelezi katika mimea, sisi leo tunatakiwa tufanye upelelezi na kuchunguza maandiko. Tunajifunza katika kitabu cha Wikipedia Encyclopedia kuwa kwa ujumla jeni huonyesha athari zake za kiutendaji kazi kupitia uzalishaji wa protini. Naomba unote neno protini, ambazo ni molekuli changamano zinazohusika katika shughuli zinazofanya katika seli. Protini ni mfululizo wa amino asidi na mpangilio wa DNA kupitia kiingilia kati cha RNA, nacho hutumika kuzalisha mpangilio maalum wa protini. Nikawaambia kwamba katika ardhi tuliambiwa wingi au pungufu wa protini hupelekea kwa rangi kubadilika. Hapa tunaambiwa mimea inabadilika rangi kwa sababu ya vinasaba. Na kwa mujibu wa wanasayansi, kinachopelekea mimea ibadilike kuwa na rangi tofauti tofauti ni mchakato wa protini. Hivyo sayansi inatufunulia kwamba kweli kuna uhusiano wa kile ambacho Biblia unakisema, vitu vya asili inachohubiri na sayansi. Kwa sababu Biblia inatuambia vitu vyote vilitoka katika ardhi na vikachukua tabia ya ardhi. Na science inatufunulia kwamba ardhi inakuwa na rangi tofauti au mionekano tofauti kwa sababu ya protini. Na hapa tunajifunza mimea kumbe nayo inakuwa na rangi tofauti kwa sababu ya mchakato ambao Mungu pekee anaweza kuelezea, lakini mchakato huo pia ni wa protini. Kwa hiyo tunaona kuna uhusiano mkubwa wa kile ambacho science inasema, vitu vya asili vinazungumza na Biblia inachokisema. Tunaambiwa kwamba kisha molekuli au ya RNA inayotumika kama mjumbe hutumiwa kuzalisha mpangilio wa amino acid. Kumbuka amino acid ni protini zinazofanana kupitia mchakato uitwao kutafsiri. Kila kundi la nucleotide 3 kwenye mpangilio unaoitwa codon hufanana moja kwa moja na amino acid 20 zilizo kwenye protini na zinazoweza kutokea. Naomba tu uondoke na neno protini. Protini katika vinasaba, protini katika ardhi. Wikipedia Encyclopedia inaendelea kusema tofauti moja ya nucleotide ndani ya DNA inaweza kusababisha mabadiliko katika mpangilio wa amino asidi ya protini. Kwa miundo ya protini kutokana na mpangilio wa amino asidi zake, baadhi ya mabadiliko yanaweza kubadilika kwa ghafla na tabia za protini kwa kuvuruga muundo au kubadilisha uso wa protini kwa njia ambayo inabadilisha mahusiano yake na protini nyingine na molekuli. Katika maelezo haya yote ya kisayansi unakutana na neno moja tu, protini, mabadiliko ya protini. Nini kinatokea? Mabadiliko ya protini, muundo wa protini. Na tumeambiwa kwamba katika ardhi nako muundo au wingi au upungufu wa protini upelekea ardhi kuanza kubadilika rangi. Ndicho ambacho tunajifunza hapa. Wikipedia Encyclopedia inaendelea kusema ingawa jeni huwa na maelezo yote ambayo kiumbe hutumia ili kufanya kazi, mazingira huwa na mchango muhimu katika kuamua phenotype ya mwisho, jambo ambalo mara nyingi hujulikana kama maumbile dhidi ya malezi. Nini maana ya phenotype? Phenotype ni muonekano wa nje wa kiumbe, eza awe mnyama, binadamu au uwe ni mmea. Ndicho ambacho anajaribu kutuambia. Kwa kuna uhusiano mkubwa kati ya mazingira pamoja na mabadiliko ya mfumo wa protini ndani ya kiumbe. Katika kitabu cha Wakorintho tunasoma kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 kila neno litathibitishwa. Ayubu sura 12:7 inasema, lakini sasa waulize hawa wanyama nao watakufundisha, na nyuni wa angani nao watakuambia. Ndivyo ambavyo Ayubu anasema. Tunapokwenda kutazama wanyama hawa tunakutana na aina
tofauti tofauti za wanyama. Tuna simba wa brown, tuna simba weupe, tuna simba weusi, lakini pia chui nao wapo wa aina tofauti kama ambavyo picha hii inatuonyesha. Na ukiangalia kwa upande wa wanyama wa kufuga, tunakutana na ng'ombe wa mionekano tofauti, tunakutana na mbuzi wenye mionekano tofauti, tunakutana na kuku pamoja na njiwa wenye mionekano tofauti. Haya yote haya yanatufunulia jambo moja ambalo linafunuliwa na IPP Media pamoja na gazeti la Nipashe. Na nukuu, anasema maabara ya vinasaba vya wanyama kuanzishwa. Na nukuu kwa ufupi, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali kanda ya kaskazini Arusha ipo mbioni kuanzisha maabara maalum ya vinasaba vya wanyama ambayo itasaidia kutambua asili ya mnyama, ikiwemo wanyama waliopo ama waliokufa. Kwa hiyo science inaendelea kutuonyesha wazi ya kwamba kile ambacho kipo katika mimea ambacho wao wanakiita vinasaba kipo pia katika wanyama. BBC Swahili waliwahi kuandika article moja, wanasema vinasaba vya samaki aina ya papa vyaweza kusaidia matibabu ya saratani na magonjwa yatokanayo na uzee. Kwa hiyo kumbe hata samaki wa baharini wana vinasaba. Na katika article nyingine hapa nakutana inasema Will Details wanasema ndege anayebadilika rangi kulingana na chakula anachokula. Na ukimtazama huyu ndege kwa kweli ni mzuri na anavutia, lakini kadiri anavyobadilisha chakula rangi yake pia huweza kubadilika. Hiki ni nini? Ni mifumo ambayo Mungu aliitengeneza ambayo inabadilika kulingana na mabadiliko ya mazingira, na sio tatizo la dhambi kama ambavyo watu wanaweza kuamini. Mabadiliko ya mazingira pamoja na chakula unachokula kinaweza kikapelekea muonekano wako kubadilika, kwa maana kitu kinachopelekea wewe kubadilika ni mvurugiko au kubadilika kwa kitu tunachokiita protini ndani ya mwili wako kwa mujibu wa science, lakini kwenye Biblia tunaita sheria za asili. Katika tovuti ya Mwanasayansi tunakutana na article inasema vinasaba huamua mwili wako unavyofanya kazi. Na nukuu, je, umeshawahi kujiuliza ni kitu gani hufanya wewe kuwa na ufanano na wazazi wako? Umewahi kujiuliza ni kwa kiasi gani unafahamu kuhusu mlolongo wa uzao kwenye familia yenu? Je, una matatizo ya kiafya yanayotembelea ndani ya familia kutoka kizazi hadi kizazi? Ni matatizo gani ambayo babu yako au baba yako anayo? Je, itakuwaje kama haya matatizo yatawakumba watoto wako kupitia wewe? Science ya vinasaba huwa na majibu kuhusu maswali haya yote. Ndivyo ambavyo wanasayansi wanatuambia. Kwa kumbe tunachokirithi kutoka kwa wazazi wetu, mionekano yetu, tabia zetu, ni moja tu ya mpangilio wa kile ambacho tunakiita sheria za asili ambazo zimetengenezwa ndani yetu kadiri Mungu alivyoona vyema, ambavyo leo wanasayansi wanaita vinasaba. Mwandishi anaendelea kusema ili kuelewa namna ambavyo vinasaba hufanya kazi ni muhimu tupate ufahamu kuhusiana na kitu kinachoitwa genome. Genome ni kama muunganiko wa maagizo yote ambayo huongoza mwili wa binadamu unavyofanya kazi na namna gani muonekano wetu wa nje unatakiwa kuwa. Baadhi ya vinasaba hufanya mtu awe na nywele zilizoviringika, awe na macho ya rangi ya kahawia, lakini pia tunasoma kwamba vinasaba vingine husaidia kuongoza namna mwili unavyotumia chakula na utendaji kazi wote wa mwili wa kila siku. Ndicho ambacho science inatufunulia kuhusiana na siri ya vinasaba. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:10 tunasoma katika habari ya uokovu huo manabii wanatafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Na kama ambavyo manabii waliweza kutafuta na kuchunguza, yatupasa sisi pia kuweza kuchunguza na kupeleleza kile ambacho kinaendelea leo. Je, kwa ujumla vinasaba ni nini? Na vinasaba vina uhusiano gani na kile ambacho tunajifunza kuhusiana na mionekano yetu? Katika gazeti la Mwananchi mwaka 2023 tunakutana na article inasema matukio ya kijinai yaongoza uchunguzi wa DNA. Nitakwenda kusoma maana ya vinasaba kutoka katika hili gazeti. Mwandishi anasema vinasaba ni chembechembe ndogo ambazo hubeba taarifa zote za kibiolojia ambazo hutumika katika ukuaji na ufanyaji kazi wa kiumbe hai. Vinasaba ndivyo hubeba taarifa zote za kiumbe
hai, mfano rangi yake ya ngozi, kimo, nywele na magonjwa ya kurithi aliyonayo. Kwa hiyo vinasaba ni sheria, ukileta katika maandiko matakatifu ni sheria na utaratibu ambao Mungu aliuweka ndani ya kila kiumbe, nao unaongoza jinsi ambavyo mwili unavyofanya kazi na vile ambavyo mwili unaonekana au unavyoonekana kimaumbile au kwa upande wa rangi, kama ambavyo watafiti wanatueleza. Ukisoma katika gazeti la Habari Leo mwaka 2018 tunasoma, anasema vinasaba hivi ndio vinatengeneza sifa mbalimbali za muonekano wa mtu kwa nje, kama vile rangi ya macho, rangi ya ngozi na urefu, na sifa za ndani kama vile kemikali za mwili na ufanyaji kazi wa viungo. Ukisoma pia katika Merriam-Webster Dictionary tunasoma, anasema jeni au vinasaba katika biolojia ni sehemu ya seli katika mwili wa binadamu inayoshughulika na kutoa muonekano, ukuaji na vitu vingine vingi vinavyomuhusu kiumbe. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, vinasaba ambavyo wanasayansi wanaviita leo, ambavyo pia tunavitambua kama jeni, ni sheria ya asili ambayo kwa hakika inaongoza vitu vya asili kuwa vile vilivyo. Kwa hiyo katika sheria hizi, protini ambayo tunaita protini leo, ikiwa kubwa au ikiwa ndogo au kwa kiwango fulani ambacho Mungu mwenyewe anajua, basi kiumbe hicho kwa maana ya mmea, mnyama, ndege au binadamu atakuwa na muonekano fulani. Na huo ni mfumo ambao Mungu ameuweka, sio kama matokeo ya dhambi kama ambavyo watu wengi wanaamini. Ellen White katika kitabu cha Step to Christ anasema, miti, ndege, maua, vilima na mbingu yenye kuvutia, vyote vimefungamanishwa na ukweli wa neno la Mungu. Ukweli wa neno la Mungu kwa maana ya sheria za Mungu. Ellen White anasema katika kitabu cha Beginning of the End kuwa wale ambao wanayachukua maandiko matakatifu kuwa ndio kiongozi na mshauri, wataona na kugundua kuwa science ni dhana ya kufundishia ya Mwenyezi Mungu tupate kumwelewa. Cha kusikitisha ni kwamba watu wengi wanaposoma science leo wanakwenda mbali na Mungu. Tumejifunza ya kwamba science zote zinakubaliana na neno la Mungu. Ukikuta science haikubaliani na neno la Mungu, hiyo sio science ya kweli. Maana ipo science ya uongo kwa mujibu wa Biblia katika vitabu vile vya Paulo, lakini pia tunatambua katika dunia au duniani huko ya kwamba ipo science ya kweli na ipo science pia ya uongo. Leo unapaswa kuchagua kukubaliana na kile ambacho maandiko matakatifu yanakisema na kujifunua katika science au kukataa. Tunapozungumzia vinasaba, tunazungumzia sheria za asili zinazoongoza maumbile yetu. Baada ya kulitambua hilo, sasa yatupasa turejee kwa Adam na Hawa, tuone nini kilipata kutokea hata sasa hivi watoto wao wanaonekana kuwa na mionekano ya tofauti. Mungu awabariki na kuwalinda mnapotafakari somo hili katika jina la Yesu. Amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.